Wewe mzee uko na bibi na uko na mpango wa kando, hautaki bibi, hata ule kuna hujamuoa, hata shirika utapeleka mama yake. Kila Sunday mimi nimeokoka, mwachana na dhambi. Na nyinyi mpende ukweli, baki niambia ukweli hamtaki, mnapenda uongo. Tubuni, wachungaji wamejichanganya, hata Mfalme Ruto amejichanganya kupona kwake mpaka tubu. Hii ujumbe naipeleka mpaka imufikie. Sina mjua mwambia mfalme hawa wachungaji wanamdanganya. Kupona kwa Ruto ni kutubu hadharani. Apeleka Wakenya watubu, wachungaji watubu, mtapata amani Kenya. Bila hivyo mtafanya hivi, mtaona changamoto mpaka hamtaamini, sababu kanisa lilianguka. Tubuni. Biblia inasema hivi, Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1. Usikie mali kanisa lilianguka. Mungu anasema hivi, nasoma kwa jina la Bwana. Mtu akipenda kazi ya askofu, yeye amependa kazi njema. Askofu lazima awe na mke mmoja, asiwe mwenye kupenda pombe kali, awe mwenye ushuhuda safi, asiwe na lawama na mtu yoyote, asiwe mwenye tamaa, mwenye kupenda pesa, awe mwenye kujua kuchunga nyumba yake vema. Je, ule askofu hataweza kujua kuchunga nyumba yake vema? Ataweza je kuchunga kundi la Bwana? Biblia inakataa. Nani mchungaji atongozaga hapa Kenya? Ni nani? Nani atongozaga Kenya? Pastor. Pastor anafungula trouser, anaanza kutunga mwanamke. Pastor anakuambia praise God. Unajua mchungaji akishaanguka, akisimama kama nimesimama, haujui, akisema praise God, sasa unasema amen. Hiyo saa na roho mtakatifu ilienda. Hapo na spiritual ya dhambi. Sababu dhambi ni roho haionagi. Ndio maana kanisa limejaa usharati. Mkisema amen, maana mmekubali dhambi yake, itanu affect. Ndio maana mnababaika. Shida iko zaidi Kenya, dhambi. Kanisa lilianguka. Serikali haijafanya kitu bila kanisa. Kanisa liliacha Mungu. Kanisa ni roho yako. Chunguza roho kwa asubuhi ya leo. Umetoka kufanya usharati hapa town, utubu. Huku na mpango kando, tubu. Umetoa mimba, tubu. Umemwanga damu inatia, unaenda kwa mganga tumwambie Bwana unisamehe, sikujua nilianguka. Tubuni. Mchungaji hawezi kuwa na bibi wa pili, Bible inakataa. Wameharibu kanisa. Na kuitako na washarati Kenya, uende mkanisa. Dhambi inaanza kwa madhabahu mpaka mlango. Muimbaji analala na pastor. Hawa vijana wengi kazi yao ni kudunga watoto wenyewe. Hana pesa kuoa, akikuchukua tu kukupeleka mimba pana kutoroka. Utamkuta mkanisa anapiga drums. Msharati. Kanisa lilianguka, mtubu, mumrudilie Mungu. Anasema Mathayo 11:28. Hiyo ndio kazi nafanya Kenya. Hakuna mali siyapita. Hii vijiji yote nimepita. Kupatia Kisii na Turkana. Mwaka jana mitaenda. Hapa Nairobi hakuna gari sipandaki. Mimi nimefanya kiambu miaka 3. Bibi yangu amekufa hapo nikaoa Mkenya. Mtubu dhambi, mumrudilie Mungu. Anasema Mathayo 11:28. Eni nini msumbukai na mizigo mizito, njooni kwangu nitakupumzisha. Yesu anakuita leta mizigo. Wewe kijana mzee, hauna kazi, kila kitu kimekataa, ulianguka, ulikosana na Mungu. Kuja kwa Yesu, okoka, utubu dhambi, atafungua njia. Anafungua ni yeye. Hakuna mtu anaweza kubariki sipo Mungu. Acha kuabudu miungu, usiwe mlevi. Usifanye masturbation kwako sababu una mzee. Masturbation ni unajishi. Tafuteni Mungu, mtubu, mumrudilie Mungu, mtaweza kupata amani. Tubuni. Leta mizigo kwa Yesu, mtaweza kusamewa. Tubuni dhambi wapendwa. Siku ni zibaya.